Leo tunafanya ibada ya kila mmoja atakuwa na fimbo ambayo ni fimbo ya kufanya miujiza. Ninaomba nieleze kwa nini fimbo. Yes. Na tulikuwa tuna kazi ya ukombozi wa familia. Ni kwamba ukombozi wa familia ni kwa ajili ya kukomboa mtu ambaye Mungu amemweka kwa ajili ya kusababisha familia hiyo ambayo anatoka kuweko na mtu mmoja atakayekuwa mkombozi na msaada kwa ajili ya wengine. Na katika hali ya maisha ya kawaida, kila mahali huwa kunakuwa na kiongozi, lakini pia huwa kunakuwa na watu ambao wanakuwa ni wasemaji wakuu katika eneo husika. Na wakati tunafanya ibada hii kwa ajili ya ukombozi wa familia, ilikuwa ni kwamba tunafanya ukombozi kwa ajili ya kuwapata watu watakaosababisha mabadiliko katika familia, lakini si tu kwenye familia, lakini ni pamoja na watu watakaofanya mabadiliko katika maeneo ambayo Mungu amewapa. Na ninaposema katika maeneo ambayo Mungu amewapa, maana yake ni kwamba eneo ambalo Mungu amekupa wewe, anataka awepo mtu ambaye atakaa kwenye eneo hilo kwa ajili ya kumwakilisha Mungu. Na wakati unamwakilisha Mungu, maana yake ni kwamba wewe unakuwa sauti ya Mungu mahali ulipo. Kama ni kwenye familia, wewe unakuwa sauti ya Mungu kwenye hiyo familia. Oh, yes. Kama ni kwenye ofisi, wewe unakuwa sauti ya Mungu kwenye hiyo ofisi. Kama ni kazini, wewe unakuwa sauti ya Mungu kwenye kazi hiyo. Kama ni eneo la mkusanyiko wa watu, wewe unakuwa sauti ya watu kwenye eneo hilo kwa ajili ya kumwakilisha Mungu. Na kwa sababu shetani huwa hatamani kuona kuna kuwepo mahali watu ambao wanamwakilisha Mungu, ndiyo maana huwa hawezi akaruhusu kwa urahisi akawepo mtu ambaye atasimama akasababisha Mungu akatukuzwa kwenye eneo hilo, kama watu wa eneo hilo bado hawajafika mahali wakatambua nafasi ya Mungu aliyowapa, wakafahamu nafasi ambayo Mungu amewapa, na wakafahamu kile ambacho wako nacho ndani yao kwa ajili ya kumwakilisha Mungu. Sasa nimeanza kueleza hivi ili unielewe, kwa sababu mwingine anasema imekuwaje, tulikuwa tunafanya ibada ya ukombozi kwa ajili ya familia, lakini tunaambiwa tuje na fimbo. Fimbo hiyo ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kama kuna mtu anazuia ili wewe usiwe kwenye nafasi yako unayotakiwa kuwepo, maana yake Mungu atashughulika na huyo mtu. Oh, yes. Na anashughulika naye vipi? Atashughulika naye kwa sababu hiyo vita sio ya kwako. Ndio. Ni vita ya Bwana. Oh, yes. Na wewe umejitoa ili Mungu ajitukuze ndani yako, akutumie wewe kwa ajili ya baraka zake, akutumie wewe kwa ajili ya kuleta mabadiliko, na akutumie wewe ili adhihirike katikati ya watu, kwa sababu Biblia inasema Mungu ni mwenye wivu. Yes. Kwa hiyo Mungu ana wivu na maisha yako. Ndio. Mungu ana wivu na hali ulionayo. Yes. Mungu ana wivu na watu wote, kwa sababu ni watu wake, amewalipia gharama. Shetani hakuna gharama ushawahi kulipa, lakini Mungu amelipa gharama kwa ajili ya maisha yako. Na kwa sababu Mungu amelipa gharama kwa ajili yako, habari ya ukombozi sio rahisi kama unavyofikiri. Na nitakuonyesha kwa mifano ili uweze kunielewa. Tunapozungumza habari ya mtu kusimama kwenye nafasi kwa ajili ya kukomboa watu wake, unapokomboa watu wake, maana yake unakomboa taifa lako, maana yake unakomboa jamii yako, maana yake unakomboa watu wako. Wakati unawakomboa, maana yake unawakomboa kutoka kwenye mikono ya nguvu za giza au kwenye usimamizi ya watu ambao walikuwa na maslahi ya watu hao kwa namna moja ama nyingine. Sasa wewe unajitokeza, unaleta ukombozi kwa ajili yao, ili wale waliokuwa mateka waondolewe kuwa mateka, wale waliokuwa wamefungwa wafunguliwe, wawekwe huru, wale ambao walikuwa wamekamatwa na walikuwa wanatumikishwa kwa faida za watu wengine, wewe unaingilia kati ili uwafungue
hao watu wasitumikishwe, lakini utasababisha wafunguliwe ni wewe. Na wakati unafanya hivyo ni kwamba wale ambao walikuwa wamewafunga au walikuwa wamekufunga hawatakubali kwa urahisi, kwa sababu wana maslahi na maisha yako. Hawatakubali kwa urahisi kwa sababu wana maslahi na ndoa yako. Hawatakubali kwa urahisi kwa sababu nyota yako inawanufaisha. Kwa hiyo wakikuachia ukawa huru, maana yake watakosa kile ulichokuwa unafanya kwa niaba yao, alafu wao wanapata faida. Na ndio maana tunapofika kwenye hali ya kupambana, ni lazima tuhakikishe kila mmoja anaamua na anadhamiria kwamba ninataka mabadiliko. Hata kama hali inakuwaje, nahitaji Mungu ajifunue, anitumie mimi niwe sababu ya kuleta mabadiliko. Na mabadiliko yoyote huwa yanahitaji mtu ambaye ameamua kuleta mabadiliko. Oh yes. Mabadiliko yoyote huwa yanataka mtu ambaye ameamua kuleta mabadiliko. Hata ukitaka kuleta mabadiliko ya utaratibu nyumbani, watoto walikuwa wamezoea kila wakati wanaweza kaenda kucheza wakarudi muda wanaotaka. Utakapoleta sheria inapofika saa 12 watoto wote wawe ndani, ujue umeleta kitu ambacho walikuwa hawajazoea. Hawatakubali kwa urahisi. Wengine watachelewa, watakuja saa 2, utapiga viboko, mwingine atakuja saa 3. Manake mtavutana mpaka wanapokuja kukaa kwenye kile ambacho unakitaka. Ni kwa sababu umeleta kitu ambacho hakijazoeleka. Kwa hiyo wakati tunafanya mabadiliko ya ukombozi wa familia, kuna watu ambao walikuwa wamefungwa na wanatumiwa na nguvu za giza, wanawanufaisha watu. Familia zao hazina thamani, wao wanateseka. Wengine wanafurahia kwa sababu ya mateso yako. Wale wanaofurahia kwa sababu ya mateso yako, kwa sababu wana maslahi na maisha yako, hawawezi wakakuachia kwa urahisi. Wataendelea kukushikilia ili waendelee kunufaika na wewe. Sasa wakati unapambana ili uondokane chini ya usimamizi wao, sio jambo jepesi, ni jambo gumu ambalo linahitaji mtu ajitoe na ang'ang'ane na apambane, ili Mungu kupitia wewe aone vile ulivyo na bidii, aone vile usivyotamani kuendelea kuteseka, aone vile usivyotamani kuwa masikini, aone vile usivyotamani kuwa mtu kila siku naamka mgonjwa. Uamue kwamba ninahitaji wewe Mungu unifanyie jambo litakalobadilisha maisha yangu. Na wakati unafanya hivyo, kuna wale ambao wananufaika na mateso ulionayo, hawawezi wakafurahi. Na ndio maana hata unaposoma habari za Farao na Musa, Bwana asifiwe. Amen. Farao, Mungu amemwambia Musa, nenda ukawaokoe wanangu, taifa langu teule, wale wanaoteseka Misri, uwatoe huko ili niwapeleke nchi ya ahadi ambako nimewekea. Huko wataishi maisha ambayo ndilo kusudi langu la wao kuweko duniani. Na wakati Musa anatoka, alianza kumuuliza Mungu maswali, maana Musa alitokewa na Mungu, alizaliwa huko. Akiwa amezaliwa huko kwa ni Mwibrania, lakini kwa sababu ndani yake alikuwa hatamani kuona Mwibrania mwenzake anateseka, alikuwa hatamani kuona yule wa taifa lake anapata shida. Akawa ni mtu ambaye alilelewa kwa namna ambayo katika lika ya kwake hakukuwepo na mtu aliyekuwa na lika kama ya kwake. Maana alipozaliwa wale watu wakawa na watenda wale watu kwa akili, maana walikuwa wanawatumikisha, walikuwa na manufaa kwa Farao, walikuwa ni watu ambao wanasababisha Farao anaishi maisha mazuri kwa sababu anawafanyisha kazi. Kwa hiyo ikafika wakati Musa alipozaliwa, na kwa sababu walipokuwa wanazaliwa wale Waibrania walikuwa ni watu ambao walikuwa na nguvu. Kwa hiyo wakaweka utaratibu kwamba hao wanawake wakiendelea kuzaliana, watafika wakati watakuja watutawale. Watafika wakati watakuja watufanye sisi tuanze kupigwa nao, kwa sababu hawa wanaonekana wana nguvu ya kipekee, wana upendeleo. Sasa ili wasije wakatutawala, wakawa wanang'ang'ana. Anapozaliwa mtoto wa kiume anakufa. Akazaliwa Musa. Bwana asifiwe. Amen. Musa alipozaliwa, ikawa imetolewa amri kwamba wote watoto wenye rika yake wanatakiwa wasiwe hai, wafe. Na wote wakaanza kufa. Unaposoma kitabu cha Musa Samueli, unakutana kwamba mama yake na Musa
alipomwona Musa jinsi alivyokuwa mzuri na ni mtoto ambaye alikuwa amebeba kitu cha kimungu, akaamua kumtengenezea kisafina. Akamtengenezea nini? Kisafina. Akamtengenezea, yani akamficha. Alipomficha ikafika wakati hafichiki tena. Akaamua kutengeneza kisafina ili amtupe kwenye maji. Maana akikutwa na yule mtoto anaweza akauawa pia na yule mama, na mtoto atauawa. Kwa hiyo ila sione mtoto wake anakufa, akamtengenezea kisafina. Alipomtengenezea kisafina akamtupa kwenye maji. Ule maji manaka kawa anaelea kwenye maji, analia. Wakati analia kwenye maji anaelea, mama yake ana uchungu. Wakati mama yake anaona mtoto wake ambaye amejitahidi kumficha, lakini kafika wakati amekuwa hawezi kafichika tena, akaamua kumtupa kwenye maji. Alipomtupa kwenye maji amemtengea kisafina, akawa anaelea. Na wakati anaelea, mtoto wa mfalme, Bwana asifiwe, amen, anashuka mtoni na wasimamizi wake, anasikia mtoto analia kwenye kisafina. Alipokuta mtoto analia kwenye, wakamchukua yule mtoto, wakakuta mtoto wa kiume mzuri ametupwa analia. Na kwa sababu ilikuwa ni ajenda ya Mungu kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli waliokuwa wanaishi Misri. Na alikuwa mtu mmoja anaandaliwa, ambaye aliyekuwa anaandaliwa alikuwa ni Musa, ambaye yule Musa wakati anaandaliwa aliandaliwa kwenye mazingira ambayo sio yani sio marahisi. Sio, kuna mtu kananielewa? Amen. Baada ya hapo Musa akachukuliwa na binti Farao. Binti Farao alipomchukua Musa akasema, huyu mtoto ni mzuri, naomba mnitafutie mtu yoyote atakayemlea huyu mtoto na akakulia kwenye nyumba ya kifalme. Si unanielewa vizuri? Amen. Lakini wakati wote Mungu alikuwa anaandaa ili Musa aje awakomboe wana wa Mungu walioko kwenye mateso.